Karne nyingi sana zilizopita, hasa kuanzia miaka 1400, biashara ya watumwa ilianza kushika kasi barani Afrika. Wakati huo Waarabu walikuwa tayari wanafanya biashara ya watumwa Afrika Mashariki kupitia miji kama Kilwa, Zanzibar na Bagamoyo. Lakini mambo yalibadilika zaidi mwaka 1492 baada ya Christopher Columbus kugundua bara la Afrika. Wazungu wakaanza kujenga mashamba makubwa ya miwa, pamba pamoja na tumbaku. Sasa shida ilikuwa ni moja tu: nani angefanya kazi hizo zote katika hayo mashamba ambayo walioyajenga wazungu? Ndipo macho yao yakahamia Afrika. Kuanzia karne ya 16 hadi ya 19, mamilioni ya Waafrika walianza kukamatwa. Afrika Magharibi kulikuwa na biashara ya transatlantic slave trade ambayo watumwa walipitishwa maeneo kama Ghana, Nigeria na Senegal kuelekea Amerika. Lakini Afrika Mashariki kulikuwa na East African slave trade iliyothibitiwa na Waarabu kutoka Oman kupitia Zanzibar. Watu walikuwa wanakamatwa kupitia vita vya kikabila au kuvamiwa vijiji vyao. Imagine uko zako mwaka 1750 kijijini unachoma mahindi. Ghafla wanaingia watu na minyororo kama skini ya movie tu. Hakukuwa na muda wa kuuliza kuna nini, maana ukichelewa kidogo tu unajikuta uko tayari katika msafara wa watumwa. Watumwa walitembezwa mamia ya makilomita kwenda pwani ya bahari ya Hindi. Njia maarufu zilizopitiwa ni Tabora, Ujiji na Bagamoyo. Na lile jina la Bagamoyo linaaminika kutokana na maneno Bwagamoyo, kwa sababu watu wengi walipofika hapo Bagamoyo walijua hawatarudi tena nyumbani. Zanzibar chini ya Sultan maarufu kama Said, kituo kikubwa cha biashara ya watumwa miaka 1800. Kule kulikuwa na masoko ya watumwa ambapo binadamu waliuzwa kama bidhaa. Yaani mtu anasimamishwa mbele ya wanunuzi alafu anaangaliwa nguvu zake kama vile mtu anachagua mbuzi wa Idi. Safari ya baharini ilikuwa mbaya zaidi. Watumwa waliwekwa ndani ya meli wakiwa wamefungwa minyororo. Sehemu ndogo sana, wengine walikufa kwa magonjwa, wengine walikufa kwa njaa. Hii safari iliitwa Middle Passenger na ilikuwa moja ya safari mbaya zaidi katika historia ya dunia. Biashara hii ilisababisha kupoteza mamilioni ya vijana wenye nguvu. Vijiji viliharibiwa, vita vikaongezeka na maendeleo yakadumaa barani Afrika. Lakini kila lililo na mwanzo siku zote halikosi mwisho. Mwisho wa biashara ya watumwa ulianza mnamo karne ya 19 baada ya wamisionari na wanaharakati na baadhi ya nchi za Ulaya kuanza kupinga utumwa. Mnamo mwaka 1807 United Kingdom iliamua kupiga marufuku biashara ya watumwa katika himaya yake. Baadaye masoko mengine ya watumwa wa Afrika Mashariki yakaanza kufungwa taratibu, na hapo ndipo dunia ikaanza kuelewa binadamu hapaswi kuuzwa kama mnyama, na ndipo ambapo binadamu zikaanza kuanzishwa haki zake, kwamba binadamu ana haki hii na binadamu ana haki hii, na ndiyo mfumo ambao tunautumia mpaka hivi leo. Ulikuwa na mimi Rocky kutoka hapa Rock Media. Asante sana kwa kunisikiliza.